Karibu tena kwenye ukweli uliojificha kuhusu fedha. Wiki iliyopita tuligundua kuwa tatizo la kifedha mara nyingi halianzii kwenye mshahara, bali kwenye maamuzi. Lakini leo nataka nikuulize swali ambalo linaweza kukufanya ufikirie tofauti. Je, umewahi kununua kitu si kwa sababu unakihitaji, bali kwa sababu ulitaka watu wakuone? Tusikimbilie kujibu. Hebu tusikilize simulizi hii. Watu walikuwa wakizungumza mgahawani. Kevin naye alikuwa ndani ya mgahawa huo. Kevin alianza kwa kusema, "Juma, karibu kaka, karibu, kaa hapa." Juma akajibu, "Asante sana. Haya, mbona leo umefika na simu mpya? Wiki 2 zilizopita ulikuwa na nyingine." Kevin alicheka, "Mkuu, siku hizi huwezi kubaki nyuma. Watu wanaangalia kila kitu. Ukitaka kuheshimiwa, lazima uonekane unaenda na wakati." Juma akamwambia, "Na ile ya zamani ilikuwa imeharibika?" Kevin alijibu haraka, "Hapana, lakini ndio trend." Kimya kifupi kilitawala kati yao. Juma akaamua kuvunja ukimya, "Na ulinunua kwa pesa taslim?" Kevin akamjibu, "Hapana, nimechukua kwa mkopo miezi 12." Juma alitikisa kichwa kisha akasema, "Na bado unalipa mkopo wa laptop, si ndio?" Kevin alijibu, "Ndio, lakini maisha ndio haya kaka." Siku chache baadaye Juma alikutana na Joyce benki. Juma alianza kumuita, "Joyce, kuna jambo linanichanganya. Kwa nini watu wengi wanakopa ili wanunue vitu ambavyo hawakuvihitaji jana?" Joyce alimwambia, "Kwa sababu wakati mwingine hawataki kununua simu tu, wanataka kununua hisia za kubadilika." Juma akamwambia, "Unamaanisha nini?" Joyce akamwambia, "Watu wengi hawaumizwi kwa kukosa vitu, wanaumizwa na kuona wengine wanavyoonekana kuwa navyo." Ukweli uliojificha ni huu: hili si tatizo la simu, si tatizo la gari, si tatizo la nguo, ni tatizo la utambulisho. Unapoanza kutumia fedha ili kuthibitisha thamani yako mbele ya wengine, fedha zinaacha kuwa chombo cha kukusaidia, zinaanza kukutawala. Heshima ya kweli haitokani na kile unachovaa, inatokana na tabia yako, uaminifu wako na maamuzi yako. Katika dunia leo, mitandao ya kijamii imefanya maisha ya watu yaonekane kama mashindano. Tunalinganisha nyuma ya pazia la maisha yetu na picha zilizochaguliwa vizuri za watu wengine. Hilo linaweza kutusukuma kununua vitu ambavyo havitujengei maisha yetu, bali vinajenga picha tu. Wiki hii, kabla ya kununua kitu chochote ambacho si cha lazima, jiulize maswali matatu. Je, ninakihitaji kweli? Je, kinaongeza thamani kwenye maisha yangu? Na je, ningekinunua kama hakuna mtu angekiona? Ukijibu kwa uaminifu, utaanza kutambua tofauti kati ya hitaji na shinikizo la jamii. Fedha zinazotumika kununua heshima mara nyingi huondoka haraka kuliko heshima yenyewe. Leo tumeona kuwa si kila matumizi yanaanza kwenye mahitaji, mengine yanaanza kwenye hamu na kukubalika. Lakini swali linabaki, kwa nini watu wengi wanaona ni vigumu sana kuweka akiba hata wanapopata kipato kizuri? Huu ndio utakuwa ukweli uliojificha kuhusu fedha katika episodi ya 3. Usikose kile Jumanne kufuatilia ukweli uliojificha kuhusu fedha. Mpaka wakati huo, kumbuka, kila uamuzi unaumba kesho yako. Kutoka Hidden God Insights, mimi ni Ada Iliko.